Nimeona wakulima wengi sana wakiongeza tabasamu katika maisha yao ya kilimo. Yaani nimekutana na wakulima ambao wananiambia wamelima kwa miaka zaidi ya 20 na hawajawahi kupata tabasamu kama walilolipata kwa kutumia hii mbolea ya Supergrow. Supergrow ni bidhaa ambayo inatumika katika mazao yote, inatumika katika hali ya hewa yote, haichagui udongo, lakini pia haichagui mazingira. Sawa? Ni mbolea ambayo haina viambata sumu, na nikufurahishe tu kwamba unaona hili dumu la lita 5 hili kwa mazao ya siku 90 mpaka 120 lina uwezo wa kupiga mpaka heka 15 za shamba. So you can imagine mkulima akiitumia hii mbolea anavyoweza kwenda kusave gharama. Sasa nikuambie tu kitu kingine ambacho kinafurahisha kuhusiana na Supergrow ni kwamba akiinunua hii Supergrow, kama ni mkulima ambaye alikuwa anatumia booster shambani kwake, hahitaji kununua tena booster. Kwa hiyo ni mbolea ambayo imekuwa ina save gharama. Itamsaidia mkulima kusave gharama za matumizi ya kule shambani kwake. Wakulima wanaingia gharama kubwa sana, na nikuhakikishie tu asilimia kubwa ya wakulima Tanzania wanalima kwa sababu tu ya mazoea. Yaani kwa sababu tu amezoea, anaamka msimu ukija analima na basi, lakini sio kwamba hata anapata faida. Gharama za pembejeo ziko juu sana, na unakuta mpaka aweze kuvuna kitu ambacho kiko bora kikaweza kuleta ushindani sokoni, anahitaji atumie vitu vingi sana. Na ndio maana nimetaja kitu kama booster. Sasa mbolea yetu ina booster ndani yake, lakini mbolea yetu ina kitu ambacho kinaitwa sticker au gundi. Kwa wale wakulima ambao wanaogopaga dawa isipeperushwe na upepo au isipeperushwe na mvua, this time hahitaji kununua gundi zile zinazouzwa kwenye maduka ya pembejeo, kwa sababu Supergrow imejitosheleza. Lakini Supergrow inaweza kutumika kama mbolea ya kupandia na mbolea ya kukuzia. Kwa hiyo ukienda kwenye safari ya mkulima unajikuta umeweza kukava mahitaji yake mengi sana kwa kutumia mbolea hii. Lakini kuna wale wakulima ambao wanalima kwa kumwagilia, wanakuwa wanaingia gharama kubwa sana za kulipia maji au za kulipia pampu, mafuta na vitu kama hivyo ili aweze kunyeshea. Sasa Supergrow ina uwezo wa kutunza unyevu kwenye ardhi. Tumeelewana? Kwa hiyo utajikuta kama mkulima katika wiki alikuwa ananyeshea labda mara 3, akitumia Supergrow probably atanyeshea mara 1. Hiyo ni furaha kubwa sana, sababu itamsaidia kusave zile gharama zingine. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo hii mbolea unaweza kwenda kuwauzia wakulima, and pia unaweza kuwauzia katika sample ndogo ndogo. Kuna yule mwingine anataka tu kujaribu. Unajua wakulima ni watu ambao wanapenda kujaribu, wanataka waone kwanza kweli kinafanya kazi. Kwa hiyo unaweza kuwauzia katika sample ndogo. Nitakufundisha jinsi ambavyo utaweza kuwauzia wale wateja katika sample ndogo na ukaweza kwenda kutengeneza faida. Lakini pia kuna wale wakulima ambao wangependa kuchangia, na utawaelekeza jinsi ambavyo utaenda kufanya. Kipimo chake ni kidogo sana, cc 1 ya maji ya Supergrow kwenye lita 1 ya maji. Kwa hili dumu la lita 5 unaweza kuona jinsi gani utaenda kusaidia wakulima. Mkulima yote ambaye ametumia Supergrow, ni kuhakikishia tu kama katika eka moja alikuwa anapata 8, 9, 10 za mahindi, akitumia Supergrow ana uhakika kupata mpaka 24, 25. Nimeona kwa macho yangu kwa wakulima ambao nimeweza kuwasaidia. Again, tunaenda kutumia simu yako ya mkononi. Tutafungua page Facebook, tutakufundisha jinsi ya kupost, tutakufundisha jinsi ya kuzungumza na hawa wakulima, tutakupa vibali halali ambavyo ni vya mamlaka halali ya kilimo Tanzania, ikiwa imeonyesha usajili thabiti wa hii mbolea. Na baada ya hapo utaweza kujikuta kwamba unaweza kuwasaidia wakulima na kuweza kuendesha maisha yao kwa kuwauzia mbolea. Ukiwa wakala utapata kwa bei ya punguzo, ukienda kuuza utauza kwa bei ya faida na utaweza kutengeneza faida. So usijali, hii safari kama ambavyo nimesema ni safari ambayo tunaenda kwa pamoja miezi 3 mingi mpaka nihakikishe kwamba unaitengeneza pesa. Si nimekuahidi kwamba nitakushika ili uweze kuiona hela, basi tunaenda kufanya kazi pamoja. Okay, tukiwa tunaendelea na bidhaa zetu, kama ambavyo niliainisha mwanzo, nilisema bidhaa zetu sisi ni multipurpose, ni bidhaa ambazo zinaweza kutumika sehemu tofauti tofauti. Tuko na bidhaa nzuri sana inaitwa Care. Hii ni bidhaa ambayo unaweza ukaamua unajikita kwenye swala la changamoto za miwasho. Nikisema miwasho imegawanyika katika namna mbalimbali. Kuna miwasho ya sehemu za siri, lakini pia kuna miwasho ya ngozi. Kuna watu wanateseka sana na miwasho ya ngozi, vipele, harara, tango na kadhalika. So hii bidhaa tunaweza tukaipima katika sample ndogo ndogo. Tunaona kama hii hapa iko, kuna mtu atataka kununua katika package hii, lakini kuna mtu mwingine atataka kununua katika package ya ujazo wa lita 1. Yote hii ni kwa sababu ya kuweza kuenda kugusa wateja wa kipato cha aina tofauti tofauti. So imagine ukajiwekea target ya kuuza hivi vichupa, let's say 3 kila siku. Kichupa kimoja umekipata labda unakiuza let's say 20,000. Ina maana utakuwa umeweza kutengeneza 60,000. Sasa unajua hii ni shilingi ngapi ukiwa umeweza kujisajili na mimi ukawa wakala?
Yaani unajikuta umeweza kwanza imenunua hii chupa tena na nyingine. Kwa hiyo utaweza kuwa unaweza kutengeneza pesa ndogo ndogo, lakini kwa ajili ya kugusa mahitaji ya watu wote. Yaani hakuna, yaani kauli mbiu ni kwamba hatuachi mteja. Mteja wa aina yoyote tunaweza kumhudumia na tukampa huduma ambayo itamsaidia yeye kwenda kutatua lile tatizo alilonalo. Kwa hiyo Care inasaidia sana changamoto za miwasho ya fangasi, mapunye, tango, lakini kuna wale watoto ambao wanawashwa vipele vya joto, inafanya vizuri sana. Lakini kuna wale ambao wanakuwa na vidonda sugu, Care ni kiboko yao. Kwa hiyo unajikuta kwamba ukiangalia jamii iliyotuzunguka, kwanza wanasemaga tu wanawake ndo wengi na watoto. Kwa hiyo kumbe tuna wateja wengi sana ambao wanahitaji hii bidhaa. Kwa hiyo unaweza ukaamua wewe unasema wewe ni kiboko ya kusaidia watu changamoto za miwasho. Kwa kutumia tu hii bidhaa, ukaweza kutengeneza pesa, ukaweza kukuza biashara na ukaweza kutengeneza tabasamu pia kwa watu waliokuzunguka. Kwa kuwapatia hii bidhaa, lakini pia kwa kuwaelekeza namna gani wanaweza kutengeneza kipato. Kwa sababu ukweli ni kwamba probably kwa ajira ulionayo huwezi kusaidia wengine wakaweza kutengeneza kipato. Kuna wimbo mmoja wa Mwana FA ulikuwa unaelezea kwamba ukuta wewe bosi wewe ni bosi tu labda wa mfanyakazi wa ndani. Lakini ni kuhakikishie tu kwa kutumia hii bidhaa unaweza kuwafundisha na wengine ambao hawawezi kutengeneza pesa, wakaweza kutengeneza pesa, wakaweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Huku ukiwa umeonyesha upendo na namna gani ambao na wenyewe wanaweza kutengeneza pesa. Kwa hiyo ninaweza nikakufundisha ni jinsi gani tunaenda kufanya, nitakufundisha namna ya kufungua hiyo account, nitakufundisha jinsi ya kupima, nitakufundisha wapi pa kupata sample kama hizi, nitakufundisha jinsi ya kuweka na jinsi ya kuweka hata lebo ukitaka kuweka lebo yenye jina lako na ukajikuta umeweza kutengeneza biashara kwa mtaji kidogo kabisa, lakini pia kwa muda mdogo kabisa. Ni kitendo tu cha kutenga lisali moja au hata mpaka mawili kwa siku, tufundishane, tuelekezane jinsi ya kupost, lakini pia tukaweza kutengeneza kipato cha ziada. Afya. Hapa sasa ndo tunaenda kujimwaya. Kwa sababu zipo changamoto nyingi sana za afya kama ambavyo nilisema toka mwanzo. Sawa Changamoto za afya ni nyingi sana, lakini pia watu wengi sana sasa hivi wamepata awareness au ufahamu wa kutaka kujilinda kutokana na changamoto mbalimbali za afya. So let's say unataka kudeal na kwa mfano kuna juice kama hii. Hii ni juice nzuri sana. Sawa Nina mtu ambaye nimemfundisha hii biashara na yeye ni mmoja sasa hivi ni supplier mmoja mkubwa sana kwenye 5-star hotels zilizoko Dar es Salaam. Sasa imagine Tanzania tuna hotels ngapi kali ambazo wangependa kuwepo na hii product. Unajua ukija kwenye swala la ulevi watu wananunua hata vitu vya 500,000 zipo. Kwa hiyo ukiweza kuelewa jinsi ya kuimarket product yako ikawa kama refreshing juice, ni juice nzuri sana, ni juice ambayo inasaidia sana, lakini pia kwenye upande wa changamoto za afya. Kwa wale watu wa hangover, yani ni nzuri sana. Kwa hiyo ukienda nitakufundisha ukiwa unataka kwenda kuuza kwenye mahoteli, yani wewe swaga yako inaenda kusaidia wale watu ambao wanajitunza. Kuna watu wanajitunza hawali ovyo, vegetarians, hawanywi pombe, hawafanyaje, wanapenda kula vizuri na kuangalia afya zao. Hii ni best drink ambayo unaweza kuwauzia. Lakini pia kuna wale watu wanaoteseka na hangover. Yaani ukiwa na hii bidhaa umelewa vibaya mno, ukiamka asubuhi yake ukinywa tu robo glass, hangover yote imekata, unaingia ofisini yani wewe ndio una nguvu kuliko watu wote. Kwa hiyo kumbe wateja tunao. Cha msingi tu ni kujua jinsi ambavyo tutaongea na hawa wateja. Na nikwambie tu tunaenda kufanya kazi pamoja, utaweza kuwaelekeza hawa watu. Lakini tuko na bidhaa zingine unaweza ukasema unaamua kudili na afya ya uzazi wa wanawake. Katika uzazi wa wanawake tuna mambo mengi sana. Tuna swala zima la hormonal imbalance, kuna watu hawaoni siku, kuna watu mayaya yapevuki, kuna watu sijui hawapati hamu ya tendo, hawapati ute, lakini pia kuna watu sijui hawawezi kurudia, yani unakuta kwamba akiingia siku zinatoka mabonge na vitu kama hivyo. Kwa hiyo changamoto za afya za wanawake ni nyingi sana. Yani ni nyingi mno. Kwa hiyo utaamua unataka tudili na nini. Lakini kuna wale watu wenye PID sugu. Bidhaa nzuri sana ambayo itaweza kuwasaidia watu kwenye hiyo changamoto. Lakini unaweza kusema unataka kudili na swala zima la prostate. Sasa hivi asilimia kubwa sana ya wanaume wanapoteza maisha kwa sababu ya prostate cancer. Na ni kitu ambacho kinawasumbua sana. Na hata ukiangalia sasa hivi ni jambo ambalo limeanza kuongelewa mno. Kwa hiyo tunaweza tukaamua tukafungua page yetu ambayo itakuwa inadili na masuala nzima ya prostate cancer. Tutawafundisha watu jinsi gani, kwa nini mtu anapata prostate na kwa nini atumie nini ili kuzuia asipate, kwa ambao hawajapata, lakini kwa ambaye ameshapata afanye nini ili kuondokana na hilo tatizo.
Narudia tena, nimeona na nimewasaidia watu ambao walikuwa na changamoto kama hii na wameweza kutoka kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo mimi siko katika majaribio, niko katika utendaji. Tunaenda kufanya kitu ambacho kitakusaidia wewe kugusa maisha ya watu. Lakini pia tuko na bidhaa zingine mbalimbali. Watu wenye changamoto hawapati choo, uchovu sugu, kipanda uso na kadhalika. Yaani ziko bidhaa nzuri mno. Lakini kwa wale watu ambao wanataka kupungua uzito, tuko na bidhaa nzuri sana ambazo zinasaidia swala zima la kupungua uzito. Umeona? Na katika kugusia hicho tu nataka uelewe ni kwamba moja ya sababu kubwa ambayo inawafanya watu wasipungue uzito, especially wanawake, ni hormonal imbalance. Yaani wanawake wengi anaweza kaa yuko diet mwaka mzima. Hamna wale watu unawajua, mwaka mzima anakula cabbage na apungui. Unakuta ni kwa sababu hormones hazija balance. Kwa hiyo yes, anajitahidi kujinyima na kujiweka kwamba kujitunza asipate kunenepa, lakini hapungui kwa sababu hormones zake hazijapungua, hazija balance. Lakini pia kuna wengine, kuna baadhi ya madini na vitamini ni muhimu sana mwilini ambayo yatakusaidia wewe uweze kupungua. Kwa hiyo usipokuwa unaijua hiyo sayansi, unakuwa haupati yale matukio. Kwa hiyo imagine wewe kwa ufahamu ambao nitakufundisha na jinsi ambavyo nitakuelekeza, utakuwa yes ni mtu ambaye una deal na swala lazima la weight loss, unawasaidia watu wapungue uzito, lakini mwenye knowledge ya pekee ya tofauti. Watu wengi sana hawajui kwamba hormones zinaweza kumsababisha mtu asipungue. Watu wengi sana hawajui kwamba upungufu wa baadhi ya minerals na vitamins zinaweza zikasababisha mtu asipungue uzito. Kwa hiyo ni vitu ambavyo utakuwa unajifunza na utajikuta wewe unafanya biashara ya tofauti ukilinganisha na wengine wanavyofanya. Lakini pia tuko na bidhaa za watoto, bidhaa ambazo zinaweza kumsaidia mtoto kupata appetite ya kula, lakini bidhaa ambazo zinaweza kumsaidia mtoto kuepukana na magonjwa ya mara kwa mara, bidhaa ambazo zinasaidia watoto. Unajua kwamba watoto wakosa utulivu. Kuna watoto ni watundu mpaka mwalimu anakuandikia barua anakuambia huyu mtoto tunaomba umtafutie shule nyingine. Anapanda madirishani anafanya. Tuko na omega 3, ni bidhaa nzuri sana ambayo inasaidia kutuliza ubongo wa mtoto, ikumuongezea concentration. Kwa hiyo anajua ni wakati gani wa kucheza, ni wakati gani wa kula, ni wakati gani wa kusoma, ni wakati gani wa kufanya kitu gani. Kwa hiyo ni bidhaa nzuri sana ambayo inafanya vizuri mno. Lakini pia inafanya vizuri kwa masuala zima ya pressure, kisukari, afya ya moyo na kadhalika. Kwa hiyo katika makundi yote haya sitoyaongelea yote moja, kwa tutakavyokuwa tunafanya kazi pamoja nitakufundisha kwa utaratibu kabisa na nitakuelekeza ni nini ambacho kinafanya nini. Hata kama utaamua kudeal lesson na kisukari, bado nitakufundisha na bidhaa zingine zinafanya nini, kwa sababu jamii leo tuzunguka sio watu wa kisukari tu. Utakutana na mtu wa hormones, utakutana na mtu wa pressure, utakutana na mtu wa kupungua uzito, na atakuwa anahitaji huduma kutoka kwako. Nitakuelekeza namna gani utaweza kwenda kuongea na hawa watu na kuweza kuwapatia huduma ya hizi bidhaa. Kama ambavyo nimeeleza kwamba tunaenda kushirikisha watu hizi bidhaa, lakini tunaenda kufungua page kwenye social media. Nitakuelekeza namna gani ya kuweza kama tangazo. Nitakuelekeza namna gani ya kuweza kuzungumza na hao watu ili uweze kwenda kutengeneza pesa, uweze kutengeneza faida za kila siku, uweze kuwasaidia wengine waweze kupata ule mwanga ambao walikuwa wanautafuta kutokana na changamoto za maradhi ya afya ambayo yapo huko nje. Kama nilivyoongea mwanzo, nilisema kwamba tatizo la maradhi mengi linaanzia kwenye sahani. Chakula tunachokula ndo kinachosababisha magonjwa mengi yaliyoko kwenye jamii siku ya leo. Hivi ni virutubisho au vijazilizo ambavyo vimetengenezwa na mboga za majani, matunda, mafuta ya nafaka kamili, umeona, mafuta ya samaki. Kazi yake kubwa ni kwenda kujazia sehemu ambayo chakula chetu cha kila siku kimemiss. Kwa hiyo kumbe kila mtu huko nje anahitaji tu akatumia hizi products. Cha msingi tu ni ujue jinsi gani ya kuzungumza naye, jinsi gani ya kumuelezea ili aweze kuelewa nini anatakiwa kutumia ili aweze kupata suluhisho. Kuna watu wengine unakutana nao anakuambia mimi natafuna vitunguu saumu. Nitakufundisha kwa nini atumie garlic. Garlic yetu imetengenezwa na vitunguu saumu aina 8. Anayetafuna vitunguu saumu anatafuna tu vile vya mabibo aina moja. Kwa hiyo kuna vya aina 7 ambavyo hajavipata. Kwa hiyo kumbe akiimeza hii itamsaidia kwenda kupata complete dose ya garlic ambayo inahitajika mwilini. Lakini pia kinachotibu kwenye garlic ni harufu. Kwa hiyo unapotafuna ile harufu inaanza kupotea kuanzia mdomoni.
Kwa hiyo ukimeza garlic ya Neolife imetengenezwa, iko coated na mafuta maalum ambayo yataifanya hichi kidonge kinavyoingia tumboni ndio kinaenda kufunguka kutokana na ile gesi iliyoko kule tumboni, na ndipo inapoenda kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo mtu yote ambaye anatakiwa kutumia garlic kwa kiwango kikubwa, akitumia garlic ya Neolife ataenda kupata matokeo mazuri sana na ya haraka, kwa sababu imetengenezwa katika ustadi ambao unaweza kwenda kumsaidia yule mtu kupata ufanyaji kazi wa bidhaa ile sahihi. Kwa hiyo tuko na bidhaa nzuri sana, utaniambia ni bidhaa gani ambayo ungependa tudili nayo na nitakufundisha jinsi gani ya kuimaster.